tafadhali turudi nyuma kidogo. Ukisikia sauti naomba tafadhali turudi nyuma kidogo. Reverend Tino ndiye atatufungulia na maombi, lakini naomba tafadhali turudi nyuma. Tafadhalini. Yes. Watu wengine wote wako hapa kwa kamera, tafadhali tukae kando sasa, tusonge. Patiwa na kamera kidogo nafasi tafadhalini. Tumesema tusonge kidogo, turudi ndio tupatie wana kamera wako ready hapa tafadhali. Watu wengine wote warudi kando tafadhali. Nani madam, rudi nyuma kidogo mama. Rudi nyuma. Rudita. Yes. Magani Derek. Turudi nyuma. Okay, wacha nipatie Reverend Tino ndio ere atufungulie na maombi. Karibu. Tutulie tafadhali, tutulie tafadhali. Tutulie tafadhali, tuko kwa uwepo ya Mungu. Tutulie tafadhali, tutulie tafadhali. Nisoma Jeremiah chapter 29 verses 11. Wakati Israelites walikuwa wanapita kwa jangwa, Mungu akawaambia in Jeremiah 29:11 that I have plans for you. And the fact remains ya kwamba still bado tu Mungu ako na mpango mzuri kwa sababu ya governor, na Mungu ataendelea kumshindania. Kwa hivyo on behalf of the Diocese of Mount Kenya South, on behalf of our bishop, nitafungua na maombi, and then alafu Reverend Jao ambaye ndio mchungaji atatupatia script 1 2 tuweze kubarikiwa. Mungu wetu wa mbinguni, katika tunakushukuru kwa sababu unatuambia tukushukuru kwa kila hali, na kwa haya mambo ambayo imetukuta mwaka mpya. Mungu wetu wa mbinguni, haimaanishi ya kwamba mwaka wa 2026 itakuwa ya machozi. Mungu uko na uwezo ya kutuondolea machozi, uko na uwezo ya kutuondolea huzuni, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu milele na milele. Na hata wakati dhoruba inakuja na inatukuta, Mungu ambaye uko na uwezo ya kutuliza dhoruba, we pray in the name of our Lord Jesus Christ ya kwamba utulize dhoruba, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Despite ya challenge hii kubwa ambayo imemkuta gavana wetu, watu wamekuja. Asante kwa sababu ya wachungaji, bishops. Asante kwa sababu ya watu wote wamekuja kusimama pamoja na yeye, because ni mtumishi wako na amesimama na kanisa for a long period of time. Na najua kwamba Mungu, kwa sababu ametoa vitu zake kwa sababu ya kazi yako, tunajua kwamba Mungu utampatia nguvu wakati huu ambayo mambo ni magumu kwake, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. My fellow Kenyans and my dear Christian, His Excellency Governor Wamatangi, what happened last night has shaken you deeply. To see the work of your hands reduced is painful beyond words. You are not long to grieve. Even the strongest hearts weep when it comes to suddenly
But hear this truth. Destruction is not the end of your story. This demolition took your building, your goods, your plans, and the people who got here, but did not take your life, your faith, your skill, or the was built by human hands can't be turned down by any means. But what God has planted, he may fall, he shall not be cast down, for the Lord upholds him. Is not the final word. God will restore you, for he is a restorer. He will rebuild you. He will uphold you. Even to the people who had businesses here, hear this, the Lord will rebuild you. He will help you rise again. So don't be afraid. To Job, when all he had was destroyed, he wondered what he will do. But by the end of the story, Job was rebuilt. Even to the people who owned businesses here, God will rebuild them again. This is not the end. God is coming. This is the winning year. Even though the struggles and the challenges may be many, God will help us win. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Your Excellency, the clergy, na wale wote ambao wamekuja kwa sababu ya kushuhudia mambo haya ya Your Excellency, we are here just to tell you this. Mchungaji amesema ingawaje wamebomoa hizi mijengo zote, you have a firm foundation in our heart. This should never shake you. We shall stand with you in solidarity kwa maovu, kwa mabaya, and eventually we shall embarrass them in 2027. Jambo ambalo limetokea hapa, this is what we call economic sabotage. Hakuna vile tutaamkia usiku tupate kwamba mali ya dhamani ya zaidi ya 600 million imewekwa chini, mambo ambayo ni aibu kabisa. We know that the government is supposed to protect lives and properties of people. Kuona kwamba here, this at night, there were more than 2,000 police officers. Tunataka an answer from the same government. Na jambo ambalo tumehuzunika zaidi, and this one I will say, bila uoga, kwa sababu we have photos ya kwamba no other man other than the Minister for Interior, he was the one who was supervising this thing. Tuko na picha, hata ukiweza kuambia your officers that they can go ahead and even shoot these people. Tumeokota live bullets hapa ambazo zimetumika usiku wa leo. This one is unexpected. I mean, it cannot be. It is even beyond. It is unacceptable. Na hii hatutakubali kwamba kwa sababu kuna tofauti ya siasa baadhi ya mtu na wale wengine, kwamba hata mali zake zinakuja kuharibiwa. Walianza wakati wa kwanza wakakuja kumeka an attempt hapa, tukawaachilia, wakakuja nyumbani wakaharas governor kwake nyumbani juzi. And this one sasa tutauliza Waziri Murkomen, vile tuliona pale nyumbani kuna bullet ambayo tuliona ikizunguka imerushwa huko, tunataka kujua kama it is you bado ulikuwa umeona that to happen, kwa sababu it cannot be a coincidence ya kwamba we mwenyewe ndio umekuja supervision hapa na bado kulikuwa na risasi tulipata nyumbani na hatukuwahi pata an answer today. Tunasema governor wetu aachwe afanye kazi yake. Governor wa Matangi must be respected.
He has the will of the people that prevailed in 2022 shall again prevail in 2027. And we shall give him another term. Wapende wasipende. Gavana, sasa pahali tumefika, tunakuambia 2027 hata usiweke posta. Tayari kiti ya gavana uko nayo. Just concentrate kwa kufanyia wanakiambu kazi. Zile hospitali umejenga, zile mashule umejenga, na zile barabara na mataa unaendelea kuwekea watu wa Kiambu. They are enough. Hata usiweke hata posta. Tumekubaliana hivyo watu wa Kiambu. Lakini tuseme hivi. We demand answers. We demand answers from none other than Murkomen himself. And we are not mincing words. Today while we are here, we are calling upon the president to sack this man or he is supposed to resign. Hakuna vile waziri mwenye amepewa jukumu ya kuchunga mali ya umma, yeye ndiye anakuja kuharibu hiyo mali. We are calling upon him to resign. Na kama hata resign avutwe kazi hiyo. Ama namna gani? Kwa hivyo tusikizane. Hii wamefanya. And it is said, unajua ile kitu ambayo hatuwezi jificha chini yake. Hauwezi jificha kwa mchanga ni kwamba tunajua hii imeletwa kwa mambo ya siasa ya Kiambu. Kwa sababu nasikia pia Kimani Ichung'wah alikuwa kwa hiyo gari ya Murkomen. Lakini yule Mungu ambaye anaishi mbinguni atalipishia. And let me tell them that power is transient. Power is transient. Leo uko kwa hiyo ofisi waziri, lakini kesho hautakuwa. Na kuona kwamba wanaharibu mali ya kiongozi mwenye anajulikana, mwenye angepigiwa simu kama kuna shida akuja kwa mkutano, tunashindwa mali ya umma, wale wananchi wa kawaida wataweza kuichunga namna gani? Si ni kweli jameni? Tuko na huzuni, tuko na uchungu, tumekerwa na hiyo kazi ya uharibifu. Mbona ifanyike usiku? Si wangekuja mchana? Na tunauliza gari hizi ambazo wameharibu zilikuwa na makosa gani? One thing that we shall not do. We can forgive, but we shall never forget. Hiyo waandike pahali. Sawa. Tunashukuru. Tumekubali ya kwamba nasikia ile siasa ambayo inaendelea ni kwamba hii kiwanja ati ni kiwanja ya reli. Lakini hapa nyuma yetu kuna shamba ya reli ambayo imejengwa. Mbona wakakuja specifically kubomoa hii? Gavana wa Matangi lazima aheshimiwe na ako na jeshi ya kumchunga. Na watu wa Kiambu wako na yeye. Mkubali msikubali, gavana wa Kiambu ataongoza na ataongoza tena 2027. Asanteni. Nani? Sababu iko live, akate tu mara moja. Iko live. Kuja. One time bro. Asante sana. Hapo sana. Wana Kiambu hoye. Roho ndio hiyo. Kazi ndio hiyo. Huyu gavana tunampenda ama hatumpendi? Mimi nataka niseme jambo moja. Wana Kiambu hoye. Mimi nataka niangalie hizi kamera na niulize Mheshimiwa Rais. Je, hii ndio Singapore unatengeneza? Hii ndio Singapore tunatengenezewa? Na mimi nataka niulize, hii ni madharau ama sio madharau? Hii ni madharau ama sio madharau? Your Excellency Governor, wacha niseme hivi. Itafika pahali sasa hata sisi tuseme kile tunataka kusema. Niguo kana tiguo. Turaiga riri niriteire ngu. Governor Kimani wa Matangi, hawa watu wamekuhangaisha kutoka siku yako ya kwanza. Lakini sasa pale tumefika, hii sasa sio mchezo tena, lakini hii ni madharau. Niguo kana tiguo. Hii ni pesa imeharibiwa ama sio pesa?
ya mwisho nataka niambie Kimani Ichung'wah, hii kamera ikiniangalia, Kimani Ichung'wah, wewe Kimani Ichung'wah, wewe Kimani Ichung'wah, Kimani Ichung'wah, tulikuwa tumekupea heshima sana, lakini sasa pale umefika, hata wewe tunataka kukuambia Kiambu sio ya mama yako. Kweli ama sio ukweli? Kweli ama sio ukweli? Na kwa sababu sisi hatutaki kuchukua sheria mikononi, hata wewe uko na vitu zako ambazo unataka serikali ilinde, hata wewe ulinde vitu za watu wengine. Kweli ama sio kweli? Ya mwisho kabisa, gavana, usikuwe na wasiwasi. Wacha wa gavana, hawa watu sasa, gavana, roho ndio wanakutoa kutoka kazi unafanya Kiambu, sasa wanakuleta hapa Nairobi. Sisi tunataka kidogo niguokana tiguo, na sisi tunakuambia Kiambu yote tunakupenda, na huyo gavana mnataka hatoshi mboga, si ni kweli? Tunasema hatoshi mboga. Sisi ni watu wa gavana Kimani wa Mata. Roho ndio hiyo, roho ndio hiyo. Asante. Haya, wananchi oye, si mmekuja kusikilia gavana wetu? Si mmeona vita imefika mpaka sasa fisco? Juzi kuliwekwa risasi kule kwake nyumbani, tukanyamaza. Wewe waziri wa usalama, tunataka kujua hii katiba ya Kenya tulipitisha ni kwa nini haifuatwi? Watu wanakuja kuharibiwa mali ambaye wanalipa mpaka kodi na wanatafuta pesa sao. Hii mali tumekuja hapa leo tunashindwa. Tuko na kutonda ile inasimamia Wanakenya wote na wamepomoa wakiwa na hiyo kotonda. Kwa hivyo tunarani hii kitendo na tuwaambia waondoe siasa kwa gavana wa Matangi. Ile kazi amefanya ndio hiyo, roho ndio hiyo. Asanteni sana. Asante. Watu wetu hamjambo. Watu wetu hamjambo. Hamjambo. Bado mko na roho. Na ninasema roho ndio hiyo. Hata ikiwa vile ilivyo. Niseme tu kwa ufupi, kwa vile Mungu habagui. Na Mungu ndiye anajua njia ya kila mtu, na yeye ndiye hupeana baraka. Mimi niwaambie ambao wanataka kujua kwa ufupi, mimi nilianza kazi hapa 1994 nikiwa kijana mdogo. Nilikuwa ninauzanga mandazi na chai ng'ambo hiyo. Nikakuja hapa nikaanza kuosha magari. Baada ya kuosha magari nikapanda ngazi kidogo nikaanza kuuza hayo magari. Baada ya kuuza magari sasa ndio biashara, bado nikaanza mambo ya transport. Nimejilelea hapa kutoka kijana, na wakati nilikuja hapa nilienda mpaka kule kwa watu ya reli. Nikachukua lease ya 65 na ninalipanga kila mwezi tunalipa. Lakini haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself, when will this political persecution end for me? Kwangu kama gavana wa Kiambu, hii mateso ya kisiasa itaisha ama itafika wapi? Kwa vile hapa mimi hapa nimeajiri vijana wengi sana hiyo miaka yote. Kutoka wakati hapa mimi ndio niende kufanya kazi Kiambu kama gavana. Baada ya hiyo hapa kuna wanabiashara wengi, na nataka niseme kwa wanabiashara ambao wameharibiwa mali yao usiku, niwaambieni pole sana. Waliniamini na wakatuamini, wakakuja wakaweka tu biashara yao ndogo ndogo, watu ya M-Pesa. Kuna watu wa kuuza chakula kidogo pale, kuna mtu alikuwa na kahoteli, watu ya kinyozi, wote imebomolewa usiku wa leo. Na mimi nasema poleni kwa hawa. Niseme kwa vile mimi namwamini Mwenyezi Mungu.
ya kwamba vile wachungaji wetu hapa wamesema, najua wamenifanyia haya, lakini mikono bado niko nayo. Wamenifanyia haya, lakini akili bado niko nayo. Na nyinyi wote mnajua, watu wa hapa Nairobi, watu wa Kenya mzima wamekuwa wanaona, watu wa Kiambu wamekuwa wanaona. Gavana wa Matangi, mimi nilisema ile kitu nataka kufanya ni kazi, mambo ya siasa sitaki. Na ndio nikafanya hiyo kazi yote ambayo mnasikia Kiambu tunajivunia sasa tumefanya. Kujenga mahospitali zaidi ya 26, kujenga mashule ya watoto zaidi ya 512, kuweka mataa karibu 1024 za sola, kuhakikisha ya kwamba kule tumejenga masoko. Sasa masoko 12 imejengwa na kaunti, na tumetengeneza sasa, tuko kwa mfumo wa kutengeneza mabarabara. Hayo mambo yakitokea kule, ndio mnasikia sisi tunasema Kiambu, kazi ndiyo hiyo na roho ndiyo hiyo. Sasa usiku vile nyinyi mnaona, imekuwa sasa ni siku 5 mfululizo. Kila siku tunasikia wakisemekana Wamatangi ujichunge, kuna watu wanakuja kukubomolea usiku. Na mimi nikasema wacha watu wangu wenye walikuwa hapa kazini wajihadhari, lakini kwa bahati mbaya wamebomolewa. Hizi risasi mnaona hapa, hizi risasi hizi zimepigwa hapa usiku zikiwa live. Na sasa swali langu ni kwamba nyinyi mnasikia, mnajua kuna Sunday nililalamika nikasema kuna risasi imepigwa nyumbani kwangu. Jana nilijikaza nikasema hata kama mali inaharibiwa sitafika hapa, kwa vile sijui kama hizi risasi zilikuwa zimewekwa zinilenge mimi mwenyewe wakati wa giza. Lakini nasema mimi hayo yote wamenitendea, hayo yote, hiyo hasara yote ya hii mikono yangu karibu miaka 40 nitawaachia Mwenyezi Mungu. Nitawaachia Mwenyezi Mungu. Naweza kukuwa na nguvu ya kupigana na vigogo, naweza kukuwa na nguvu hiyo, kukosa kuwa na hizo nguvu nyingine, lakini Mwenyezi Mungu wako na nguvu. Na yeye ndiye alinifikisha mahali nimefika nikiwa mtoto ambaye ni mtoto wa single mother ambaye hata hana baba saizi na mama alikufa. Na nikang'ang'ana mpaka mahali nimefika na kulea familia yangu ya watoto wengine 5. Mimi nikiwa mtoto wa kwanza. Kutoka kuuza mandazi mpaka mahali tumefika ni Mwenyezi Mungu. Na atatupeleka mbali hata kutoka hapa. Na kwa hivyo sisi hatuna wasiwasi, tunajua ya kwamba hayo yametendwa. Mumeona mpaka magari hapa, magari ambazo vijana wanafanya kazi nazo, gari ya kuokota takataka, kuna gari zingine za customer ya kuosha. Hiyo gari iko hapo, ni gari hata ya mama. Ilipatikana hapo ya bibi yangu, ndio hiyo mnaona imepigwa hapo ya white, imepigwa kabisa na excavator. Mpaka ikawekelewa gari nyingine. Lakini sio neno, kwa mkono wa Mungu ziko nyingi. Zitakuja zingine kwa vile Mungu ndiye huzipeana. Na niseme kwa ufupi, hapa mpaka mwaka wa 2027 mwezi wa 3 mimi nitakuwa nikilenga kazi. Wenye wanataka kunivuta kwa siasa ndio watafute njia ya kunimaliza, sitaingia kwa siasa. Lakini 2027 mwezi wa 3 nitakuwa kwa hiyo siasa. Na nitatafutana na kiti ya gavana wa kaunti ya Kiambu. Na hiyo kiti ya gavana watu wetu najua wamesema ya kwamba watatubariki nayo kwa vile tumefanya kazi. Wenye wanataka hiyo kiti ya gavana, mtu akuje kwa uwanja, kuacha kutumia nguvu za maofisi za serikali kunigandamiza. Kuna watu wanaingia kwa maofisi ya serikali kusawishi wenye wako huko waje ndio waniharibie, na wakuje ndio wanibomolee, na hata wanitafutie njia za maisha yangu kunimalizia maisha. Nasema washindwe kabisa, na Mungu wako na sisi. Ama namna gani jameni? So tumetamilisha. I want to say gentlemen and ladies wenye wamekuwa hapa, because I know most people are watching, the others who may want to see. This is an act of cowardice. Kwa vile mimi I am non-political, I am a development person. This is intended to silence me and to remove me from my development agenda, so that I can become just like anybody else who has no name. But I have made a decision that I'm going to work for the people of Kiambu completely,
without a single word of politics until 2027. But that does not mean that I will not run for governor. I will be the governor of Kiambu, God willing. And the people of Kiambu have decided that because of the work that we are doing, they are going to give us this seat back. Na kwa hivyo mtupate Nairobi, mtutafute wapi, sisi tutahakikisha kwamba kazi yetu ndio itaongea. Mikono hamutatukata. Our vehicles you have demolished, you have destroyed even my wife's car, you have destroyed even my business vehicles here, you've destroyed other small businesses for other people. Tafadhali, I want to tell you that you have not cut our hands. We will work. Na kwa hivyo swali moja tu. Iwapo kulikuwa na notisi kwamba shamba la Railways limepata notisi muweze kuondoka, na pili ile gharama kile ambacho mmekadiria, hasara ambayo mmekadiria, na kama iwapo mlipata notisi. Niseme ya kwamba kwa hiyo swali yenye imeulizwa hapa, kwa hii mahali there was never even one single day a notice. Even one time hakuna notice, na kama mtu ako naye asembe ako naye. Sisi tuko na, hata wakati walijaribu kutupisha mara 3, huyu ndiye wakili wetu na huyu ni wakili wetu, na wako na hizi court orders hapa. Hii wakili unaweza shika na wewe uko na hii nyingine. Tuko na court orders which was signed wakati tulisikia wanatutishia, wanakuja usiku. Wamekuja karibu mara 5 mfululizo, lakini jana wamekuja mpaka kupiga risasi, kupiga mpaka live, kupiga mpaka tear gas, ndio wafaulu kwa ile kitu yenye walikuwa wanakuja kufanya. Lakini as I have said, and our lawyer will say, but for me as Kimani Wamatangi, I believe in the Almighty God. Na nimewaambia ya kwamba he will fight for me and he will fight for us and we shall succeed. Hata mkitupiga vita ngani, Mungu hapo. Wakili yako hapa anaweza kusema moja, ndio watu nilimpatia wakili. Roho ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Hebu tuone wenye wanasema roho ndio hiyo. Usema kazi ndio hiyo na roho ndio hiyo. Haya, tuende kazi wakili, nataka tuone kuhusiana na mambo ya notice na mambo ya kotini kama mmoja. Habari zenu? Kitambulisho hii ifanye. Weka on nani? Weka on hiyo nyingine. Ni sawa tu. Habari zenu. Kwa majina naitwa Duncan Okach. Mimi na mwenzangu my senior Mr. Ligunya tulipatiwa instructions, si na governor pekee, ila wale ambao wanafanya biashara hapa. Na wakati ambapo walituambia, walisema kuna ile tetesi ambayo ni kama watu wanataka kuwaingilia. Tuliangalia tukasema hakuna notisi. Kisheria lazima upatiwe notisi. Na hata kama hawakupatiana notisi, tuliweza kwenda kotini. Na hii koti ilipatiana amri yake mwaka wa 2019. Na ikasema kitu chochote hapa kisiguzwe. Na kwa hakika wakati hii serikali ilikuwa inachukua ushukani 2022, sisi kama mawakili tulifurahi sana. Kwa sababu hii serikali ilikuwa tumeambiwa ya kwamba ni inachukuliwa na wale watu ambao walikuwa wamenyanyaswa. Na wakakuja wakasema hawatanyanyasa mtu. Hii serikali ilikuja ikatuambia ya kwamba wanaomba Mungu huyu mmoja mwenye nyinyi mnaomba. Kwa hivyo wanasikia uchungu hii moja yenye mmesikia leo. Na tuliambiwa kama mawakili, mambo ya kutoheshimu amri za koti imekwisha. Na siku hiyo hiyo rais wetu alipoapishwa alienda na hata akatia sahihi, akaweza kuweka majaji siku hiyo hiyo, na akasema koti lazima iheshimike. Kwa hivyo hata wakati tulipata hizi orders za koti, tulishtuka wakati ambapo bado tunaona walikuwa wanazunguka hapa wanataka kubomoa. Tukaenda tena hapo jana asubuhi, koti iliweza kutoa order nyingine, na ikatoa wakati ambapo mawakili wa Railways walikuwa, mawakili wa polisi walikuwa, na wakaambiwa wamepatiwa order ya kwamba si hata ati wasibomoe, wasikaribie hapa, wasisumbue mtu yote anakuja hapa. Kwa nini? Kwa sababu ukikuja kubomoa hivyo, haubomoi kwa sababu ya gavana. Hata gavana si ati anafaidika sana na hii. Ni wale watu ambao leo hawatakuwa na pesa, hawatakuwa na unga. Na ndiposa sisi kama mawakili tulienda kotini kutetea hao. Na ndiposa tuko na uchungu sana wakati ambapo tumebaki na makaratasi. Hiyo jana. Haya, ni sawa, leo tuko hapa.
leo tuko hapa, hii kazi inafanyika usiku, si mchana. Kwa hivyo wakati ambapo tumepata hizi karatasi ambazo tuko nazo, tuliweza kwenda pia na ikasaviwa, na mwenzangu ataonyesha, walienda and they actually received. Kwa hivyo hakuna mtu atasema ya kwamba amekuja hapa na akabomoa bila kujua ya kwamba koti imepatiana amri. And whenever the rule of law is not respected in a country, you do not have a country. And today it is not just about this matter. Kama wanaweza bomolea gavana ambaye ako kiti sahi, je, wewe ukiukuja hata kwetu tukue na orders hata 10, itakuwa ya kazi gani? Kwa nini basi tuwe na majaji ambapo leo tunafanya interviews za kuweka majaji kotini na tuwalipe mamilioni ya fedha kama kazi yao haiheshimiki? Kama ingekuwa kuheshimu katiba, hata rais mwenyewe hangekuwa kwa kiti, kwa sababu alishinda akiwa opposition na akakuja kwa sababu ya ile heshima ya sheria na katiba yetu. Kwa hivyo wakati katiba inakiukwa ni jambo mbaya sana. Kwa hivyo wakati huu sisi tutafanya ile ambayo tunafaa kufanya, tutaenda kotini, tutapeleka malalamiko, koti itatoa oda yake, tutangoja pia tuone kama wataheshimu ama wataheshimu. Lakini kuteseka ni kwa muda. Wacha Ligunya aseme moja tu kwa kizungu. Just one opportunity is I think ile kitu ambayo tungetaka kuweka wazi na dhahiri ni ya kwamba jana asubuhi Relus walikuwa na sisi kotini na magistrate akapatiana order ya kusema wasiingie hapa na wasibomoe chochote. Saa 9 jana wote walikuwa wamesaviwa, hadi OCPD wa Railways wote walikuwa served. Kwa hivyo kuja kwao jana usiku was an act of impunity. Completely wanasema koti haijali, na hata yale ambayo inasemwa haijalishi chochote. So what was done was illegal and we shall be moving. We equally serve the Attorney General and will be citing every one of them ili wakuje na waseme ni kwa nini walifanya ambayo koti ukimesema isifanyike. Ligunya Stephen. Asante. Maybe wacha niseme moja ya mwisho tu. Kwa vile ni muhimu watu waelewe ile safari ambaye, na nasikia vijana wengine hapa wenye tumesaidia hapa kupata kazi. Hapa kuna kujanga vijana zaidi ya 40 kila siku wakikaa hapa kutafuta kazi na wanapata kazi. Kuna kuanga wasichana wengine hapa wanafanya kazi huko kwa hizo tu salon, wengine ni waiters, wengine wote hawana kazi. Hii safari itakwisha vile nimesema kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na itaisha vizuri kwa vile Mungu ako upande. Ile mbio mimi nimepelekwa, na nimesema niseme hivyo kwa vile mtu asione kama hii masaibu imeanzisha hapa. Mimi nimekuwa kwa koti, nimekuwa kotini kila saa. Account za watu relatives wangu zote zilikuwa frozen, zilienda huko zikazimwa, ndio hata nikishikwa ama nifanye nini hakuna mtu anaweza kunitolea kodi. Tumeteseka na hao watu. Sasa baada ya hiyo mnaona tena walikuja huko kila siku. Nimekuwa na wageni huko, watu wa EACC, watu wa nani, kila saa kwa nyumba yangu, kwa ofisi, ndio kazi zifanyike. Baada ya hiyo tena mambo ya mateso ya siasa, mtu ambaye anafuata, na siku hizi kila mtu anaona, nikienda hata kwa mikutano watu wanaletwa wa kunipigia kelele, na ndio ikae kama mimi sina namna kwenye ground. Lakini sasa baada hiyo yote, na mpaka atakutukua risasi kwa nyumba, sasa imekuja mpaka Nairobi kutoka Kiambu, ndio sasa hapa nimalizwe kibiashara. Nasema haitawezekana kwa vile Mungu wako juu, na Mungu tutafaulu kwa vile Mungu wako na sisi. Nataka niwashukuru nyinyi wote, watu wa Nairobi, watu wa Kiambu, watu wa Kenya wote ambao wametembea hapa. Nishukuru wachungaji wetu hapa ni wengi ambao wamekuja kuomba na sisi. Niseme asante kwa mawakili wetu, kwa waheshimiwa ambayo wanajua tunafanya kazi kwa bidii kule kaunti ya Kiambu ambayo tuko nao. Niseme pia hata nyinyi asanteni, na tutafaulu. Mungu wako na sisi, na msiwe na wasiwasi. Nasema asanteni jamani. Asante sana ambayo umekadiria the value of this property.
Na hapa kuna pesa nyingi ambazo kwa hizo, kama ni wewe ungekuwa unafanya kazi hapa miaka 40 years, na hawa watu wengi wote, hiyo total 40 years, ungekuwa umeweka pesa ngapi hapa? Ukiangalia magari imebombolewa, ingine ilikuwa inapigwa ni kama magari imekosea mtu usiku, mkiangalia ilikuwa inainuliwa juu na kutupwa kando. Ile hasara iko hapa ni ya mamilioni na mamilioni ya pesa. Lakini ile kitu mimi nimesema, na vile wakili amesema, nataka nijibu ya kwamba kama hatutapata haki, ya kwamba sisi tulikuwa na court order, mimi nitakuja hapa, hawa wachungaji wakinilete, nimefanya kazi miaka 40, kwa siku 40 nitakaa hapa kwa hii mabati yenye wamenibomolea kazi yangu 40 days, na nitafast bila hata kukunywa maji, nikikaa hapo mchana na usiku mpaka jawabu na jibu itoke ya kwa nini mimi ninakuja kuteswa. Ni makosa gani nimefanya? Kama sitambua ni makosa gani, basi nyinyi mtakuja kunitoa hapo. Kama jibu haitakuja, nitapanda hapo juu, nitakaa hapo mchana na usiku for 40 days fasting until the truth and until justice is done to me. I want to know what is this that I have done. What is it? Ni kitu gani nimefanya ya kwamba hata kwa nyumba yangu siwezi kukaa na amani, kazini siwezi kwenda na amani. Sasa mpaka hata hapa kazi Nairobi siwezi kukuja na amani, siwezi hata kwenda kwa mikutano zangu, kazi siwezi fanya. Ni makosa gani jameni nimefanya ambaye kila saa lazima niandamwe? What is it? Yeah. Basi naomba tuweze kujiandaa kuomba, lakini kabla niombe. Malizia tu tafadhali. Okay, wacheni tuombe basi. Omba tu tafadhali. Tuombe. Wakati unaomba mchungaji, ni vizuri hata nyinyi watu wa habari mtupe macho huko. Utaona kule ng'ambo kuna mijengo ingine iko kwa reli huko. Ukiangalia hapa iko kwa reli. Ukiangalia hata huko nyuma kuna mijengo ingine iko kwa reli. Haijaguswa. Ile imeguswa ni ya Kimani wa Matangi. Hiyo ndio iko na makosa. Kwa nini? Kama muungano wa wachungaji, na ningependa niongee hiki kitu moja. Tulikuwa na speech ya pamoja kwa niaba ya wachungaji wote wa Kiambu. Mimi naongoza mlengo wa makanisa mbalimbali, tumekuja pamoja kama wachungaji pale Kiambu, na sisi tumesimama kwa haki na kiongozi wetu gavana. Ni kinyume na katiba yetu na sheria mtu kuingilia mali ya kiongozi yoyote ama mwananchi yoyote bila kufuata sheria. Na tunataka kutangaza hapa kama wahubiri, sisi tumepewa nguvu na Mwenyezi Mungu na tuna mamlaka, tunafanyanga kazi nayo kutoka juu. Waliofanya uhaini huu, hata kama uliundwa usiku, Mungu huyu aliye juu anaitwa mwenye haki, na haki hiyo ataipigania from here. Hatuwezi tukaruhusu kuona ya kwamba sio Kiambu peke yake, taifa la Kenya popote, mali ya kiongozi yoyote ambaye alichaguliwa kama yule mwingine ikidhulumiwa, hata ya mwananchi. Hii mali imedhulumiwa hapa, ni wananchi walikuwa wanafanya kazi nayo. Kwa hivyo kuanzia sasa, kando na kuwa justice itatafutwa kotini, wahubiri pia tumekubaliana, tunaingia kwa magoti na tunaita Mungu mwenye haki, mwenye mali ya mwenye haki ambayo imeumia, na Mungu hujibu na moto. Tunaamini Mungu wetu anaenda kupigana vita yake mwenyewe. Naomba zote tuinue mikono tuombe. Baba Mwenyezi, kama vile uishivyo milele, tunakushukuru Bwana, ni kwa sababu tumekuja hapa kama watumishi wako. Tumekuja hapa kama wananchi na viongozi mbalimbali kuungana pamoja na kiongozi wetu His Excellency Governor Daktari Paul Kimani wa Matangi. Mali hii ambayo Bwana ulimpa
Baba Mungu, wewe ndiye mwenye mali, wewe ndiye hupeana hata dhahabu. Baba Mungu, tunatangaza mahali hapa haki yako ikatendeke. Tuwatangaza vita hii Bwana sio ya gavana wetu. Hii gavana tunatangaza ni vita yake Bwana. Na tunatangaza ya kwamba Bwana, kama vile uishivyo milele, ya kwamba hii vita Bwana wa majeshi inaenda kuleta anga ya uwiano na ushindi katika anga ya kiongozi wetu gavana, katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, kama vile uishivyo milele, tuwaombea mawakili ambao wataelekea kotini kuongoza hali hii ya kutafuta haki. Ninaomba Bwana neema yako iwe juu yao. Na mahali hapa sasa tunatangaza ya kwamba Bwana haki yako itafuatiliwa. Bingu itafuata haki hii. Bingu itapigania haki hii. Na tunatangaza ya kwamba kitendo hiki kilichotendeka kama watiwa mafuta, tunalaani na tunakashifu katika jina la Yesu. Na tuwatangaza neema yako Bwana juu ya gavana. Tuwatangaza baraka, bingu ikafunguke na kumwaga baraka nyingi kuliko hizi ulikuwa umepatia kiongozi wetu katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru na tunakuinua kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you very much. Mungu atende kama hapa. Thank you. Ruto amefanya naenda kulala njaa leo. Tom.